kuonyesha kila aina ya muujiza kama tulivyoeleza jana. 9 ayat miujiza 9 alopawa Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam kuwapa Firaun na kaumu yake, lakini hawakumwamini. فأوحينا إلى موسى، Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa wahi Sayyidina Musa, an asri biibadi laylan innakum muttabaun, nenda na waja wangu usiku, hakika mtafatwa, hakika watawafata, ondoka nao katika usiku. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam akachukua banu Israila wote wameagana, akaondoka nao. Baadhi ya mufassirina, al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake asema walikuwa ni kama watu 600,000 Sayyidina Musa akiondoka nao banu Israila katika mji wa Madina, katika mji wa Masri. Walipoingia katika mji wa Masri, kumbuka walikuwa ni vijana 12 peke yake wa Nabiiullah Yaqub, Sayyidina Yusuf na ndugu zake na Nabiiullah Yaqub na mke wake. Hawa peke yao ndio walikuwa banu Israila walipoingia katika mji wa Masri. Wakitoka 600,000, wametoka watu 600,000 wakiondoka katika mji. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam akawaambia, haya, Mwenyezi Mungu ametoa amri tuondoke usiku kama huu. Al-Imam al-Mawrudi katika Nukat wal-Uyun yasema inkasafat al-qamar, siku hiyo ilikuwa ni siku ya lunar eclipse. Mwezi ulishikwa kama usiku wa jana, kama ilivyokuwa usiku wa jana ulishikwa mwezi, ukawa giza, au kama wanavyoeleza maimamu wengine wa tafsiri kuwa mwezi adhlamatil qamar, si kuwa tu ni eclipse, ilikuwa adhlamatil qamar, ulikuwa giza kabisa, kwa sababu lunar eclipse mara nyingi si giza ya kuwa haiwezi kuona mbele, lakini hii kwa banu Israila kukawa ni giza tororo, hawezi kuona pahala. Na baadhi wengi katika mufassirina, Imam Qurtubi ametaja, Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, al-Imam al-Mawrudi katika Nukat wal-Uyun, Imam Samarkandi katika Bahr al-Ulum, na wengi kuwa sababu ya kupatikaniwa kiza kile ni kuwa banu Israili walikuwa wameamua wanaondoka katika mji wa Masri, na walikuwa wamechukua ahadi kwa Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam kuwa hawatotoka katika mji wa Masri illa watatoka na mwili wa Sayyidina Yusuf waende nao katika mji wa Baitul Maqdis, sehemu walikuwa wamezikwa. Na wakaeleza hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya za mufassirina iliyopokewa na Abu Musa al-Ash'ari kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekwenda kwa bedui mmoja, akamkirimu, kisha akamwambia, kama ada tuahidiane. Akamwambia, mimi sina makubwa, nipe ngamia wa kusafiri na nipe mbuzi mmoja wa kufanya nini, wa kukama maziwa yake, utatosheleza. Akamwambia, huwezi kuwa kama ajuz banu Israil, huwezi kuwa kama yule kinyanya cha banu Israil. Ilikuwaje? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa habari yake, akamwambia, huyo ajuz banu Israil ilipokuwa wanaondoka banu Israila kutoka Masri wanaelekea kuvuka bahari kuondoka katika mji wa Masri, aliuliza, kukawa na giza. Sayyidina Musa akauliza, mbona? Asema, tulichukua ahadi kwa Sayyidina Yusuf kuwa tuondoke na mwili wake. Kauliza, nani mwenye kujua kaburi yake iko wapi? Nani mwenye kujua kaburi yake? Sayyidina Yusuf asema, haijulikani ila na mwanamke mmoja ajuza, kinyanya kizee, ndo anajua iko wapi. Wakaenda kumwambia, tuonyeshe kaburi ya Yusuf. Asema, sionyeshi mpaka unipe ahadi. Ahadi ni nini? Musa anamuuliza. Asema, ahadi yangu nataka kuwa na wewe peponi. Ahadi yangu, hutaki kitu kingine? Asema, la, hatta tatini hukami, mpaka unipe hukumu yangu, nipe ahadi. Ahadi yake akachukua kuwa yeye huyo ajuza atakuwa na Musa katika pepo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba na kumwambia yule badui, ungefanya kama huyu, ungeomba lau upate pepo, ingekuwa bora zaidi kwako wewe, lakini ulivyoomba itakuwa. Sasa Bwana Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Sayyidina Musa, ondokeni usiku, hakika mtafatwa.
wa arsala fil madaini hashirin. Firauni aliposikia zile habari akatumiliza katika mji wa Masri wote, waamsheni maaskari wote. Al-Imam al-Marudi katika tafsiri yake ameeleza sababu kwa nini Firauni alichelewa kumfuata Musa katika usiku ule ule. Asema walikuwa wameshughulika. Mwenyezi Mungu alileta balaa katika mji wa Masri, wakafa viongozi wa kijeshi wa Masri wengi wakati ule, ikawa ni kuzikwa usiku ule, ikawa wameshughulika hata hawakuwa na habari. Sasa akaja kuambiwa Banu Israila wameondoka, fa arsala fil madaini hashirin, akatumiliza waamshwe wengi katika wanajeshi. Tena akasema hatoki ila kupatikaniwe watu. Imamu Ibn Kathir katika tafsiri yake akaeleza wanajeshi waliopatikana kuwafuata Banu Israila ni 1,600,000. 1,600,000 wakawafuata kuwa wanawafuata Banu Israila. Mnakwenda wapi? Kisha Firauni kwa kibri asema inna haulai la shirdhimatun qalilun, hawa ni kipote kidogo tu, ni kitu kidogo hawa. Wa innahum lana laghaidhun, hawa wamezoea kila mara kutuudhi sisi, kila siku wanakuja na vitimbi vipya vinatuudhi, leo itakuwa ni mwisho wao. Wa inna la jami'un hadhirun, tumepanga hakika tutapambana nao. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema dhalika akhrajnahum kharaju min jannatin wa uyun wa zuru'in wa makamin karim, wamewatoa akhrajnahum min jannatin wa uyun, Mwenyezi Mungu amewatoa katika zile starehe zao walizokuwa wamezoea, mito na mabustani na nini. Mufassirina wakazieleza mabustani zilivyokuwa katika mji wa Masri na uzuri wote ulikuwa, wakatolewa. Kadhalik wametolewa kusudi na Mwenyezi Mungu watoke kundi kubwa kama hili ili waangamizwe. Kadhalika wa awrathnahum banu Israila, ili wapate kurithishwa Banu Israila, yani yale mazuri waliokuwa nayo hawa Firauni na kaumu yake. Faatba'uhum mushrikin, wakawafuata Banu Israila mushrikina, au kama jaa fi qira'a faatba'uhum musharrikina, wakawafuata imma ni asubuhi au wakielekea sehemu ya mashariki. Kwa kuwa wametoka katika mji wa Masri, hawakufuata njia ya kushoto. Njia ya kushoto ukitoka Masri ndio itakuwa inaelekea katika miji ya Sham, upite bila kupita baharini. Wao wakachukua njia ya kulia. Sayyidina Musa na kaumu yake ndiko alikoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na njia ya upande wa kulia inaelekea baharini, akaelekea Sayyidina Musa. Faatba'uhum mushrikina, wakawafuata asubuhi baada ya kupambazuka, imma kwa kuchelewa kwao ama kwa kudharau, hawa tutawapata hapa hapa hawajaondoka, wacha tupate mwangaza wa kwanza. Ay bishuruki nahar, kwa kuamka, yani kwa kuchomoza asubuhi, au bishuruki shams, au kwa kuchomoza jua. Wakawafuata Banu Israila, Firauni na kaumu yake wanawafuata Banu Israila. Falamma taraa aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, walipokutana karibu, kila mmoja anamuona mwenzake. Banu Israila wanaangalia ni jeshi la Firauni lile, na Firauni anaangalia hawa tushawafikia. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, watu wa Sidna Musa wakaanza kulalamika, sasa tutapatwa. Bora kama ungetuacha Masri, bora tungekuwa kwenye ule udhia. Angalia umetuleta wapi huku Musa, mbele kuna bahari, nyuma kuna adui, tutakwenda vipi? Huku ndiko alikokuahidi Mola wako Musa. Katika moja ya riwaya ya mufasirina, Sayyidina Musa alifika akiambia bahari, funguka tupite. Bahari akamwambia Musa, kwani humfungukia kila mtu? Mimi si kawaida yangu kufunguka njia, mbona si amri yako? Musa akabaki hajui yaseme nini, ametulia katika hali kama ile. Hawa wanakuja Banu Israila wanamlaumu, lakini akawa na msimamo wake, yasema kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, sivyo, msiwe na wasiwasi, mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Angalia vilma hivi viwili tofauti. Sayyidina Musa asema kala inna ma'iya rabbi sayahdini,
hakika usiwe na wasiwasi, Mola wangu mimi na Mola wangu ataniongoza. Saidina Musa akajitanguliza yeye kwanza kabla ya kumtanguliza. Angalia tofauti na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika gharu Hira, maadui wanamfuata kama walivyokuwa Firauna akiwafuata Banu Israila. Alipoangalia Saidina Abu Bakari na hofu ndani ya pango, akamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, inna Allaha ma'ana, Mola yuko pamoja na sisi. Maana ni ile ile, lakini Saidina Musa akajitanguliza kwanza, inna ma'iya rabbi sayahdin, kama Mwenyezi Mungu kumpa lile babaisho kidogo Saidina Musa alayhi salatu wassalam. Kisha baadhi ya mufassirin nasema akamwomba Mwenyezi Mungu, ya man kana kabla kulli shay, ya mukawwina kulli shay, ya man yakunu ba'da kulli shay, ij'al lana min amrina kharaja wa makhraja. Ewe ulikuwa kabla ya kila kitu, utakayebaki baada ya kila kitu, yeye mwenye kuwezesha kila kitu, tujalie ya Rabbi katika mambo yetu haya tupate faraja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia, fa auhayna ila Musa an idhrib bi'asaka al-bahr, akapewa wahi Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, idhrib bi'asaka al-bahr fanfalak fakana kullu firqin katawdin adhim. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, sasa piga fimbo yako katika bahari. Yusha bin Nun alikuwa akimfuata saa zote, ya Musa, huku ndiko ulikoelekezwa. Na yule mu'min ali Firaun, wengine wamueleza kuwa ni Hezkel, amwambia huku ndiko ulikoelekezwa. Amwambia naam, huku ndiko ulikoelekezwa. Amwambia basi Mwenyezi Mungu wewe huwezi kudanganya, na Mwenyezi Mungu hawezi kututupa, tunakuamini. Wakaambia umeamrishwa ni piga, basi piga fimbo yako. Sidna Musa alayhi salatu wassalam akachukua fimbo yake akaipiga bahari, famfalaka, bahari katawanyika tena 12 firqa, ikagawanyika mara 12 kama makabila ya Banu Israila, kwa sababu tangu walipokwenda watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam ikawa ni makabila yale ya Yakubu yako, yani hili ni la Benyamin, hili ni la Musa, hili ni la Yusuf, hili ni la nani, wote ikawa wanapatikaniwa yale makabila. Ikagawanyika bahari mara 12 tena, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoeleza katika surati Taha, fadhrib lahum tarikan fil bahri yabasa, wapigie njia katika bahari iwe ni nini? Yabasa, iwe kavu, njia ambayo kwamba ni kavu. Kawaida maji yakipita katika ardhi, ile sehemu huwa na unyevunyevu, huwa ni tope, huwa ni nini. Sasa katika muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu kuondosha Banu Israila katika dhiki ya Firauni ni kuwa Mwenyezi Mungu alijalia Musa, utakapopiga pale pale. Alimamu Maurudi katika Nukat wal Uyun asema ilikuwa ni saa ya 4 katika mchana, yani saa 4 za asubuhi, baada ya kuchomoza, baada ya alfajiri kuingia, ni saa ya 4, ni kama saa 4 za asubuhi, ambapo kwamba kunaonekaniwa wazi, na Mwenyezi Mungu ana hikma ya kuifanya iwe mchana ambao kwamba hauna wasiwasi, utaona vizuri. Kukaonekaniwa wazi, asema akapiga bahari Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. Lau ingekuwa ni katikati ya mchana ungesema jua kali lilikausha mara moja, lakini Mwenyezi Mungu asema akapiga tarikan yabasa, njia ambayo kwamba ni kavu katika bahari. Kawaida maji yakiondoshwa pahali, hata hapa nje maji yakapita kwa muda tu, kisha kukakauka, kutabaki ule unyevunyevu, matope yatabaki pale. Sasa Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam alipopiga bahari, hakuna matope ya kuwazuia kutembea Banu Israila, ikawa ni njia kavu katika bahari. Wakipita wanapita vizuri, wakawa wanapita. Akwali zimeelezwa nyingi. Alimamu Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya aelezea walikuwa wanaogopa na farasi wao na nini kutembea. Jibril alayhi salatu wasalam akapita mbele na farasi, kwa sababu walikuwa na vipando. Farasi hajawahi kupita, haogopa, hawezi kupita ndani ya maji au sehemu ambapo kwamba haona wazi kulikuwa kuna maji. Akapita yule farasi wa Jibril, kisha kina Musa farasi wake na wengine wakapita kumfuata yule aliyekuwa Jibril alayhi salatu wasalam amempanda. Wakapita wakiendelea kule mbele, njia ni kavu, kapita Banu Israila wakawa na wasiwasi.
pengine sisi tumepita huku, ndugu zetu wamefanya nini? Wameangamia. Yeye Musa mpaka tuwaone, Mwenyezi Mungu akayafanya madirisha katika yale maji, fakana kullu firqin kattawdin adhim, kila kipasuko cha maji kikawa ni kama mlima mkubwa. Kisha Mwenyezi Mungu akajalia kuna mashubaki, madirisha makubwa makubwa yakafunguka katika njia wanapopita wakiangaliana, na nyinyi mko tuko wakipita wakielekea mbele wakipita wakielekea mbele katika safari yao. Ikawa kila mmoja akimwona mwenzake katika Bani Israeli, kila mmoja amuona huyu yuko na huyu yuko na huyu yuko. Wakaelekea wanapita, na Firauni vile vile hakutaka kuacha, akataka haraka kufuata kuingia. Sasa wale wako mbele wanaendelea kwenda, Firauni yuko nyuma, akaja na yeye ataka kuingia, aingie awahi huo mpasuko wa Musa, na yeye ataka kupita haraka haraka. Hawa mpaka hawapate leo hawawezi kuondoka, kwa kuwa wakishapita upande wa pili wa bahari hawapati tena, bahari ikijifunga, na yeye akataka hivyo hivyo kupita. Saidina Musa akawa na hamu, asema Firauni anakuja huyu, atakuja. Musa akataka kupiga bahari yake, kupiga fimbo haraka kwenye bahari, yale maji yashikane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkataza Saidina Musa, amwambia usifanye haraka, watrukil bahra rahwan innahum mughraqun, achana na bahari hivyo hivyo. Watrukil bahra, achana nayo, hawa tushapitisha, wataangamizwa. Watrukil bahra rahwan, achana nayo ilivyo, usiwe na haraka, usiwe na pupa Musa ya kutaka kufunga, iache kama ilivyo. Sidna Musa akaacha, yeye shughulika na kwenda. Wakapita wakaondoka mpaka sehemu ya pili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea kuhusu hawa wamepitishwa, jawazna bibani Israila albahra faatba'ahum Firaun wa junudihi faaghraqnahum fil yammi. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja maneno mawili ya kuhusu bahari. Ametaja upande wa kwanza, jawazna bibani Israila albahra, na kuhusu Firauni na kaumu yake Makibti, aghraqnahum fil yammi. Yammi ni lugha ambayo kwamba walikuwa wakiitumia Banu Israila kwa kumaanisha imma nahr au albahr, maji, sehemu yoyote yenye maji ya kupita, imma ni mto ama ni bahari. Makibti, Firauni na lugha yao wakiitumia yam, imma ni nahr au ni nini. Sasa Mwenyezi Mungu kutaka kupambanua, jawazna bibani Israila, tumewapa hawa Banu Israila, jawazna albahr, tumewapitisha Banu Israila katika bahari, kwa kuwa hawa walikuwa wageni katika Masri. Hata hii lugha, kwa kuwa leo wanaondoka katika mji wa Masri, hata lugha yao wanawaachia wenyewe, ile yam haitumiki kwao tena. Ndio kaona Banu Israila jawaznahumul bahr, tumewapitisha kwenye bahari tukarusha, kwa sababu Banu Israila lugha yao wametoka nayo kule Falastini walikotoka, wakaja kukaa huku Masri. Sasa wanatoka wamewaachia wenyewe lugha yao, wamepitishwa katika bahari wao. Lakini huyo Firaun na watu wake, aghraqnahum fil yammi, tumewagharikisha katika yammi, ule nini, mto au ni bahari ile ile ambayo kwamba wao wanaitumia katika lugha yao. Baadhi ya mjitahidi, kuna baadhi ya mfasiri wanasema ni katika mto wa Nile walikuwa wakipitishwa, wengine nasema la, ni katika Suez Canal ile ya Red Sea, upande wa Suez Canal pale ndipo walipoangamizwa Bani Israili, ni Firaun na kaumu yake, na wakaokolewa Bani Israila, wakapita mpaka upande wa pili, wakaingia katika maeneo ya Sinai, ya Turi Sinai, wakaingia katika majabali ya Turi Sinai na jangwa la Sinai, wakakaa katika sehemu ile. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kuonyesha kuwa huyu Firauni alikuwa akiwasumbua, wa azlafna thamma al-akharina thumma aghraqna al-akharin, thumma wa azlafna thamma al-akharin, tukawakurubisha wale wengine kina Bani Israili, ni Firauni na watu wake, tukawakurubisha. Kisha aghraqnahum ajma'in, wakagharikishwa wote, hakuachwa hata mmoja katika jeshi alilofuata Firauni, wote. Huyo Ramses wa pili
alikuwa akiwapa dhiki Banu Israila wote na watu wake, wakapitishwa na kuangamizwa ndani ya bahari. Hakuna hata mmoja ambaye kwamba alibaki. Banu Israila hawakuamini. Banu Israil walikuwa na fikra pengine Firauni amebaki, wakarudi mpaka katika ufuo wa bahari, wataka kuona yuko vipi huyu Firauni na watu wake. Hawakusubiri, wataka kuja kuona kweli ameangamizwa, kweli ameondoka duniani. Na katika aya zingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Firauni hakuamini ila alipoona sasa anagharikishwa. Hata alipokuwa akigharikishwa, qala amantu billadhi amanat bihi banu Israil, nimeamini. Sasa walikuwa wakiamini Banu Israil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia alana, au kama wanavyosema mfasiri na Jibril amwambia sasa umefika roho ya kutoka ndo waona kuna imani. Fanya kabla amantu billadhi amanat bihi banu Israil, naamini kama walivyoamini Banu Israil. Ambia kikubwa utakachokipata, falyawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka aya, leo tunakuondosha, tutaokoa mwili wako ili upate kuonekana. Banu Israila wakamuona ndiye Firauni alikuwa akitutesa, ikawekwa mpaka hivi leo mwili wake umehifadhika katika mji wa Masr. Umekaa mwaka wa 76 nafikiri, ulichukuliwa ukapelekwa Ufaransa kufanywa uchunguzi, ukarudishwa tena, ulitolewa mpaka na pasipoti, ukapelekwa kusafirishwa mpaka Faransa, akafanywa uchunguzi, kisha akarudishwa baada ya kuwa miaka mingi sana aliishi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi hii, na yuko litakuna liman khalfaka aya, ni muujiza kwa wale wenye kuja mpaka leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aonyesha hashaangamiza. Sasa Banu Israila washaangamiziwa, adui wao walikuwa wakiwasumbua. Njoo tuangalie vipi walivyokuja kumsumbua Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. Na wao washaondoshwa pale, wamepelekwa katika jangwa la Sinai, wamekaa. Ikawa kwanza ni kutaka kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa zile neema ambazo kwamba wamepewa. Wale Firauni na watu wake walipokuwa wakiangamizwa, vitu vyao vingi, madhahabu walikuwa wamebeba na vitu vya thamani vikawa vinaolea katika maji. Banu Israila wakairithi yote, ikawa ni mali yao, wakachukua yote wakaenda nayo. Sasa wakafika pahala Sayyidina Musa anakwenda kuzungumza na Mola wake, na hapa tutakuwa mazungumzo yetu inshallah kwa darasa la kesho. Sayyidina Musa kwenda katika mlima wa Turi Sinai kuzungumza na Mola wake, akawaacha Banu Israila katika jangwa, wamekaa pale wanasubiri vipi Mwenyezi Mungu anawaelekeza mwelekezo gani na ipi sheria ambayo kwamba atawapa. Anakwenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuokoa Banu Israila, wameonyesha wale wameangamizwa mbele yao. Wakakaa, akamwambia ya Harun akhlufni fi ahli, Harun nichungie hawa watu, mimi nenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, nichungie hawa. Alipoondoka wakakusanya zile hulijihim, nini, dhahabu na nini walizokusanya kutoka kwenye maji, wakazikusanya zote, wakaziayusha, wakatengeza. Kitu cha kwanza walichokifanya Banu Israila baada ya kuvushwa bahari, kuokolewa kwa Firauni, wakatengeza ijlan jasadan lahu huwar, wakatengeza kigombe kidogo, wakakitengeza sanamu cha ng'ombe ambayo kwamba ilikuwa inatoa sauti. Samiri ay Musa Samiri alikuwa katika watu walifuatana na Sayyidina Musa, akatengeza, akaifanya ikawa hupiga. Kuna sehemu ametengeza kwa namna ambayo kwamba ule upepo ukipita hutoa, ikawa ni kama ambayo kwamba inatoa sauti. Kisha akiwadanganya Banu Israila, hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, huyu ndo Mungu wenu na Mungu wa Musa. Musa amesahau tu, amekwenda kumtafuta majabalini. Na yote haya amefanya nini? Lamma jawazna bimani Israila al-bahr ataw ala qaumin ya'buduna al-asnam, alipowapitisha wakapita pahala kuna watu wanaabudu masanamu, wamechonga. Wakaona basi hii ndo njia, wakaanza na wao wataka kuabudu masanamu.
kama walivyokuwa wakifanya. Samiria akajenga ile gombe walilolitengeza, kigombe kidogo, wakatengeza kwa ile vitu walivyoviokota baharini, wakaviayusha maadini ya kila aina, wakamtengeza yule ngombe, ikawa upepo ukipiga hutoa sauti. Wakasema huyu ndo Mungu wenu, Musa amekwenda kumtafuta majabalini. Akawapoteza wengi Banu Israila, washasahau adhabu walikuwa wakipitia. Sasa wanamghadhibisha Saidina Musa, wanakwenda kinyume na Saidina Musa. Amekwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majabali. Inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha, kesho tutaangalia alipokwenda majabalini alimwambia nini Mwenyezi Mungu. Kisha Banu Israila walilazimishwa namna gani lazima wamsikize Saidina Musa alayhi salatu wassalam. Alikwenda jabalini akazungumza na Mwenyezi Mungu na akawa na hamu. Mara ya kwanza amekwenda kuzungumza, akapewa nuskha, akapewa zile kama wanavyoeleza watu wa kitabu, akapewa amri 10, akapewa nuskha Saidina Musa nini, akhadha al-alwah, akapewa lauh Saidina Musa ambayo kwamba imeandikwa sharia na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuwasomea Banu Israila. Kisha alipowapata wameghadhibisha, wamekwenda kinyume, akawachukua baadhi yao 70 rajulan, akhadha Musa 70 rajulan limiqatil, wakenda na watu 70 kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakabaki sehemu ya chini, Musa akenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaangamizwa wote. Tena wale ndio walikuwa top cream katika Banu Israila. Inshallah tutaona katika darasa zinakuja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Allahumma 'afina wahfadhna waltuf bina warhamna wal muslimin. اللهم كنا وقفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. علمنا التأويل والتفاسير. اللهم ألهمنا رشدك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.